Tupambane wanangu, tupambane, bado tuna safari, bado tuna muda mrefu wa kupambana. Wengine hapo wanaanza kuoa, wengine wanaanza kuolewa, lakini yote kwa yote tupambane sana, kwa sababu ndio kuna muda miaka 2 kama hivi nyuma sehemu nikalia, nikajiuliza hapa natokaje, hapa natomboaje. Mwanangu, kuna muda unafikiria, unawaza, unaumiza kichwa, unasema mimi hapa natokaje. Muda huo upo kazini, muda huo umefunga, muda huo unapambana. Unasema hapa mimi natokaje, unasema hapa mimi natoboaje, mbona mambo ni muda huo ndio unapokea simu nyumbani, pigia simu unaambiwa tutumie huko hela fulani hivi. Angalia mdogo wako anambia oya brother nitumie hela fulani hivi. Unasema mimi hapa natokaje? Shikaji zako, rafiki zako wananiambia bwana tusaidie kitu kimoja hapa, taji hela kidogo fulani hivi. Sasa unajiuliza mimi natoboaje, natokaje? Wana watu wanaona kama na hela. Unaona? Kwa hiyo ninataka sana nguvu. Watu ambao wamefanikiwa watumie nguvu. Anajua hata nikikopa milioni 20 hii inarudisha tu baada ya wiki moja, wiki 2. Lakini sisi manangu 100,000 yenyewe unaipata umehasu sana. 500,000 yenyewe unaipata umehasu mno. Milioni kuja kuipata natumia nguvu kubwa mno. Kwa maana nasema wanangu tupambane. Kuna mtu namuona huyu naweza nikamfuata akanielewa, mfuate. Kuna mtu unaweza ukamshawishi akakuelewa, mfuate. Sehemu unaweza ukavamia tu ukamwambia bwana mimi hapa nataka nifanye kazi, nenda. Hakikisha unatoboa. Sababu maisha yani hayana huruma, yani kwamba hela ndo zije tu hivi. Hapana. Wengine wanatamani kumsaliti hata Yesu ili wapate hiyo hela mwanangu. Hela. Wengine wameua mpaka watu ili wapate hiyo hela. Wewe mwanangu ndo kwanza unauza machungwa, unauza papai, unauza karanga, unauza maji, unauza spare za simu. Ndio unajitafuta kwenye nini, si unafanya unauza simu. Unapata faida 10,000, 15,000, 5,000. Kwa hiyo tunahitaji nguvu kubwa sana ili kuanza kuwa na mzunguko wa milioni 10, milioni 20. Inahitaji nguvu kubwa sana. Sababu matajiri wenyewe hawataki kutupa siri za kwa nini wamefika pale. Lakini hata kama watatupa vitu ambavyo tulionavyo, inataka tutumie muda mrefu kufika pale walipo. Kwa hiyo mwanangu, tupambane sana. Na tumshirikishe Mungu kwenye kila hatua tunayopiga. Panda kidogo, mshukuru Mungu, toa zaka, toa shukurani, toa malimbuko. Mwambie Mungu, nahitaji nisaidie nitoboe. Sababu matatizo tulionayo, changamoto tulizonazo ni nyingi kuliko hela tulionayo. Mtu anakuta watu wanapiga simu, tusaidie hela, azime hela na nini. Lakini ukiangalia mfukoni una 10,000, na 20, na 100,000. Hapo hujalipa kodi, hujafanya nini. Kwa hiyo mwanangu, maisha yapo stari kama hiyo. Kwa hiyo tunahitaji nguvu kubwa sana kutokea kwenye maisha haya. Wewe mpaka hapo huna kiwanja, huna nyumba, huna hata bodaboda. Mwingine hapo hujaoa na kwanza. Sasa hizi mahali si milioni kuendelea. Nitafika muda ukoa usiwazi utawacheketa tu hata 500,000. Hata kwa mkopo utaoa. Lakini kuna maisha mengine lazima tu hela itumike. Lazima hela itumike. Unaweza ukaugua ghafla, ukataka hela, unatoa wapi? Kwa kuna maisha lazima tuwe na hela. Na udanganya, unahubiri hela, unaongelea sana hela. Baada hapo ukienda kumwangalia utashangaa naomba zaka, naomba fungu la 10. Anapiga simu naomba mkopo wa shilingi fulani. Kwa hiyo tusiwekane kwenye cage, kwenye box ambalo sisi wenyewe hatuwezi kutoka. Tuambie watu kuhusu hela, watafute hela. Maisha yetu yapo chini sana. Lazima tumwamini Mungu, lakini pia tutafute na hela.
Kuna muda unaweza ukatamani kulia. Nikiwa nasikiza wimbo mmoja wa Ambwene Mwasongwe, anasema kwamba anasema nimefumba macho kwa muda nisione nayo yaona, natamani mtu aseme ni ndoto. Ambwene mwenyewe anaangalia anasema, yani natamani nione kama ni ndoto. Umeona? Kwa hiyo sometimes tunamhitaji sana Mungu atusaidie kutoka kwenye vile ambavyo tunavipitia. Safi. Kwa hiyo tunahitaji sana Mungu atusaidie. Vitu vingine unaweza ukaviangalia, natamani labda hii ingekuwa ni ndoto tu, niamke nimeshaondoka, lakini tayari ndo maisha unayoishi, ndo ulionayo saizi. Kwa hiyo natamani sana Mungu akusaidie kutokea kwenye changamoto. Mimi naamini Mungu yuko sehemu ya maisha yetu, hawezi kutuacha, hawezi kutupungukia. Tumwamini Mungu atatusaidia na atatuvusha. Amen.